Sema Bwana Yesu, tunatamka leo, tumenyosha mikono yetu, tunafungulia matendo ya miujiza katika jina la Yesu. Tunafungulia miujiza kuanzia sasa. Viwete wakatembee, vipofu wakaone, viziwi wakasikie, wenye mapepo saa hii, mashariki, magharibi, kusini, yote na kaskazini, tunaachilia moto, wakalipuke kila kona, wakabebwe. Na leo hii kwa mamlaka kama tulivyonyosha mikono, watu wote wakaletwe hapa kwa jina la Yesu. Walio karibu, walio mbali, waletwe hapa. Seme waletwe hapa. Tamka kwa kusema waletwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Ninasimama leo kwa imani, kuanzia sasa ukame wa kifedha, ewe mlima wa ukame wa kifedha, ondoka kwangu. Sema ondoka kwangu. Kuanzia leo nafungulia leo kupokea fedha kwa jina la Yesu. Ndani ya mkutano huu sitajuta, bali nitafanikiwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu natangaza uponyaji, kufunguliwa katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Yesu. Nasema tena makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Sema amina. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Tikisa mikono yako namna hii. Kisha leo kwa jina la Yesu vikao vyao, sema nina wakati ni amani. Nina wakati ni amani. Sema nina wakati ni amani. Nina wakati ni amani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukuta umekata wala usishangae, maana neno la mamlaka linatembea. Sema amina. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ongeza makofi na vigelegele. Mbele ya Zerubabeli asubuhi ya leo ninataka uyeyuke huo mlima kwa jina la Yesu. Kila mlima uliosimamishwa kinyume cha mkutano ulioko mbele yetu kwa jina la Yesu, ninaamuru huo mlima uyeyuka, 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 uyeyuka. Asubuhi ya leo ninatangaza kila mlima uyeyuke mbele yangu, uyeyuke mbele yangu. Mlima usiofaa uyeyuke mbele yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Omba, 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 omba. Repleta pasaka paya. Kama yule mama wa Kenya, mlima wake halisi, mlima wake original, ekari 19, ule mlima ukahama, ule mlima ukahamishwa. Nasema asubuhi ya leo, kila mlima mbele yako ninatangaza uhame, ninatangaza uyeyuke, natangaza 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 uyeyuke. Kila mlima mbele yako uyeyuke kwa jina la Yesu Kristo. Rapa kapleta po, ropo kosekere posia, riploto poseketa, rapa shakataya, repleta posekepa, riploto poseketelemo, riposia kataya, rapa kasakataya, raploto posekete, riplato posakata, riposia kataya, ropo
Rokopleta pa. Riplato posekete. Riposia kataya. Roboko sekete. Riplato posa katana namo. Una mlima wa namna gani? Unafahamu mlima ulio nao? Unafahamu mlima ulio nao? Shughulika na huo mlima, usemeshe huo mlima. Yesu anasema ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utakuwa na uwezo wa kuhamisha usemeshe huo mlima, usemeshe huo mlima. Iwe changamoto ya kiafya, hamisha huo mlima, hamisha. Rabasha kataya. Rikasaka paramaja kata. Repleta posekete repaya namo. Rikosia kataya namo pitaba. Parableto poseke ikaba. Rapasha katele betaba. Rikore poseke yakaba. Repleta pasiki pipo. Roboko seke yakata. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatangaza asubuhi ya leo, ninatangaza kwa jina la Yesu, kila milima ulimwengu wa roho, milima ya kiganga, milima ya kichawi, milima ya mizimu, iyeyuke kwa jina la Yesu. Milima ya mapepo kwenye maisha yako, ninatangaza kwa jina la Yesu, hiyo milima iyeyuke, hiyo milima iyeyuke. Hiyo milima iyeyuke, 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 kushoto kulia, yeyuka, yeyuka, kaskazini yeyuka, mashariki yeyuka, magharibi yeyuka, pande zote ilipowekwa hiyo milima, nasema iyeyuke, nasema iyeyuke, nasema iyeyuke. Anasema nawapenda wale wanipendao. Yani ingekuwa ndio kwa Kiswahili cha kisasa cha mtaani, anasema mpende anayekupenda, asiyekupenda achana na. Anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Haleluya! Ukimpenda Yesu na ukamtafuta kwa bidii, lazima utamuona kwenye maisha yako, lazima utamuona kwenye shughuli zako, lazima utamuona kwenye familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wake wa 21 anasema niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Anasema niwarithishe mali wale wanipendao. Na siku zote hata kwenye familia, mtoto yule ambaye anampenda baba yake, ni mtiifu kwa baba yake, ni mwaminifu, hata inapofika saa ya urithi, unaweza ukashangaa ana watoto 5, lakini yule mtoto ambaye anamtii baba yake, anampenda baba yake, anaweza akapokea kwenye mgao wa mali, anaweza akapokea mgao mkubwa kuliko wengine. Sasa na baba anachokifanya ni nini? Ni kwamba ili kwamba vita isiinuke, anampa kisirisiri. Bwana Yesu asifiwe. Leo utashangaa tu kwa sababu akiitwa anaitika. Mwingine akiitwa Yeremia njoo, babu naniita kuna nini? Lakini John akiitwa haulizi kuna nini, anasema naam baba nakuja. Anamwambia nisindikize mlimani. Anafika kule mlimani, anamfungulia burunguto la hela hizi sasa usiwaambie. Alafu siku ya mgao wanagawana tu shamba wote pasu. Yule anayependwa, yule mtiifu, ambaye ni msikivu, tayari alishapewa burungutu pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Anasema niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Maana tukimpenda Mungu, nyie tayari mnampenda Mungu,
Ni wageukie Wasukuma wako Simiyu wanalisikia. Ninyi Wasukuma mligwa Bagosha na mama hayo, mababa na mama hayo mligwa, ni kwamba mkimpenda Yesu, mkimpenda kwa mioyo yenu yote, yeye atawarithisha mali, yeye atajaza hazina zenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watu wa mlima huu mnampenda Bwana, mmetoa mali zenu kwa ajili ya mkutano wa Injili. Bwana ajaze hazina zenu kwa jina la Yesu Kristo. Mmetoa muda wenu, mmetoa mali zenu kwa ajili ya Injili, mmeugusa moyo wa Bwana. Bwana warithishe mali kwa jina la Yesu. Nasema hata kama kwenye ukoo ulisahaulika, kupitia mkutano huu ukakumbukwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ulimwengu wa roho, kuna mtu kwenye ukoo wamemfuta bila yeye kujua. Nasema wakakuandike upya kwa jina la Yesu, wakakukumbuke kwa jina la Yesu. Vile ulivyompenda Bwana umekitoa kwa ajili ya mkutano, nasema Bwana akainue watu kwa ajili yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biashara zako ziinuke kwa jina la Yesu. Nasema uchumi wako uongezeke kwa jina la Yesu. Hakuna mapepo wachawi watakaopita mbele yako. Yeyote atakayepita mbele yako afe kwa radi na moto kwa jina la Yesu. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema niwarithishe mali wale wanipendao. Kumbe Yesu anawarithisha mali wale wanaompenda. Mungu anawarithisha mali wale wanaojishughulisha na Mungu. Mpendwa, ninyi hamna shida Wasukuma. Nama naulipwa, mpende Yesu usiku na mchana. Yesu atakurithisha mali. Yesu atakurithisha mali, atajaza hazina zako kwa jina la Yesu. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 91 mstari wake wa 14, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. 15, ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18 anasema kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa na kumweka palipo juu. Yule ambaye amekaza kumpenda Bwana, jambo la kwanza ambalo Mungu analifanya kwake, anasema anamuokoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama inawezekana huyo mtu kwa sababu hata hajui kuomba vizuri, lakini moyo wake unampenda Mungu, moyo wake unampenda Yesu. Yesu anachokifanya, anamuokoa dhidi ya maadui zake. Hata kama mapepo, wachawi, waganga wamejikusanya nafsi zao ili kwamba wamshambulie, kwa sababu anampenda Yesu. Yesu anachokifanya, anamuokoa. Maana anamtoa katikati ya uharibifu, anamtoa katikati ya wachawi. Yesu anamchomoa pale. Alafu jambo la pili anasema anamweka wapi? Anamweka mahali palipo juu. Amweki mahali palipo chini, anamweka mahali palipo juu. Yeyote anayempenda Yesu atabaki kuwa chini. Anayempenda Yesu, Yesu anamwokoa, anamtoa pale alipo, anampandisha juu, anamweka juu. Haleluya. Wakati nimekaa pale, nimefumba macho, naona ulimwengu wa roho. Baba Askofu, naona kanisa lote linapanda ngazi kwenda juu. Maana Yesu anawapeleka viwango vipya. Yesu anawapeleka viwango vingine. Sijui kama wapendwa mnanielewa. Ningekuwa mimi ningeruka juu kama Baba Askofu. Ningeruka juu nikapiga vigelegele kwa Yesu.
Sifahamu kiwango chako cha upendo wako kwa Yesu kikoje, lakini wakati nimekaa pale, nimeona watu wanapanda ngazi, wanapelekwa mahali pa juu, wanawekwa mahali pa juu. Nasema iwe ni wewe kwa jina la Yesu. Nasema iwe ni wewe, iwe ni wewe. Nasema iwe ni wewe kwa jina la Yesu. Shika mkono jirani yako, mwambie mpende Yesu. Atakuokoa, atakuweka mahali pa juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kumbe tukimpenda Yesu, jambo la kwanza anachofanya anakuokoa. Maana yake sawasawa na Zaburi. Daudi anasema Zaburi 35 mstari wa kwanza. Anasema Bwana upigane nao wanaopigana nami. Maana yake japo vita japo inuka kinyume chako, Yesu anaingilia kati, anapigana na maadui zako, alafu wewe unakuwa salama. Lakini sababu ni nini? Ni upendo wa kumpenda Yesu. Kwamba mpende Yesu kwa akili yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa mali zako zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kiwango chako cha kumpenda Yesu kiongezeke. Wale wanaompenda Yesu wakichelewa kanisani hawatatembea kama bibi harusi. Yaani mtu anaenda kanisani anatembea. Tembea pole bwana harusi, anaenda kanisani. Anasema nampenda Yesu. Kiongozi wa sifa ameshaanza kuimba. Yesu tusaidie sana. Sio nyinyi hamna shida, abasukuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ule mstari wa 15 anasema ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Yule anayempenda Yesu, Yesu anasema ataniita nami nitamuitikia. Sawa sawa na Yeremia 33:3. Anasema niite nami nitakuitikia. Ukimpenda Yesu utamwita naitika, nao niko hapa. Kama hamna shida, ninyi Wasukuma kama mpendi Yesu, ukimwita Yesu haitiki no. Lakini ninyi mnaompenda Yesu, mkimwita Yesu anaitika, niko hapa. Sema mwanangu. Na Yesu anasema nitakuwa pamoja naye taabuni. Hata kama wamekutenga, hata kama wamekuacha ndugu, kwa sababu hauna chochote, kwa sababu ya taabu ulio nayo, Yesu hawezi kukutenga. Watu watakutenga, marafiki watakutenga, lakini Yesu hawezi kukutenga. Atakuwa pamoja na wewe taabu. Zaburi 23 anasema nijapopita katika, sema Bwana ni mchungaji wangu, unaijua hiyo. Pale katikati anasema nijapopita katika bonde la uvuli na mauti sitaogopa. Kwa nini? Bwana yuko pamoja nami. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, dada mmoja anayempenda Yesu alikuwa anajitoa, ameathirika na HIV, ana ukimwi, ana ugonjwa wa ukimwi. Yule dada alikuwa haombi Yesu amponye ukimwi. Yule dada akawa anampenda Yesu, akawa anafanya usafi kanisani, anafagia pasipo kupangiwa na mzee wa zamu, anajituma, anafuta viti, anasafisha vyoo. Mungu akafurahi, akamtokea siku anafanya usafi. Mungu akamwambia, mwanangu, haujaniomba nikuponye ukimwi, lakini nimefurahi vile unavyonipenda, vile unavyonitumikia. Kuanzia leo wewe ni mzima. Akapona. Kuanzia siku hiyo akafanyaje? Akapona. Swala la miujiza ni wewe na Mungu, uhusiano wako ukoje? Unampenda vipi Yesu?
Swala la muujiza kwa Yesu sio jambo gumu, ni wewe wampenda vipi. Baba Askofu amesema hapa asitoroke mtu mkutano, lakini inawezekana kuna wengine watatoroka kwa sababu amesikia kesho Jumatatu si Jumanne kwenda kung'oa visiki sio kufagia. Nani afagie? Nakwambia mheshimiwa, hata kama una kitambi chako peleka pale. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mheshimiwa sijui mama nani, sijui katibu tarafa, sijui mheshimiwa mama nani huko. Wewe mheshimiwa wako weka mfukoni, fika pale, piga kazi ya Yesu. Alafu uone ukitoka hapo hautabaki kama ulivyo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Dada mmoja anayempenda Yesu kule Manyara, yule dada alikuwa ni mwalimu, akatoa mshahara wake wote kuandaa mkutano wa Injili. Alipoandaa ule mkutano, gharama zote kashughulikia yeye. Alipofanya hivyo, Injili ikahubiriwa pale. Injili ilipohubiriwa, akaokoka kijana mmoja peke yake. Ndio dada alikuwa hajaolewa. Yule kijana alipokoka akafuatiliwa mafundisho, akafundishwa. Alipokaa vizuri, sema baba mchungaji, mimi nataka kuoa. Unataka kuoa? Sasa hapa kanisani nimemwona nini? Yule dada mrefu mwembamba yule anisuka nywele zinaendaga huko mgongoni. Mchungaji akakutanisha, wakaongea. Dada akafanyaje? Ndoa ikafungwa. Lakini alifanyaje? Alimpenda Yesu. Alikuwa anampenda Yesu, akatoa mshahara wake kwa ajili ya Injili. Kumbe mume wake alikuwa hajaokoka. Ile sadaka aliyoitoa ikaenda ikamuokoa mume wake. Shike mkono jirani yako, mwambie mpende Yesu wewe. Yesu atakuweka mahali pa juu, hautakuwa chini tena. Nasema mchana wa leo Yesu akuinue, akuweke juu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nasema mpende Yesu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa mali zako zote kwa jina la Yesu Kristo. Tukajusema haleluya. Simama juu. Muda wangu ni mfupi kama pua yako. Barikiwa ulionipa hela, barikiwa sana. Yesu akuzidishie maradufu. Napenda hela changa na babili. Haleluya. Inua mikono yako juu. Naleta nyingi. Karama shakata. Uinuliwe juu kwa jina la Yesu. Hela. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwalimu mmoja hivi nitamtajia baadaye, baba askofu, anapenda hela, anasema nimekuja duniani kutafuta hela, sijaja kushangaa magari. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Bwana Yesu, nisaidie nikupende wewe. Nikupende kwa akili yangu yote, kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana nimetambua, imeandikwa katika kitabu cha Mithali sura yake ya 8 mstari wa 17 ya kwamba wawapenda wale wanaokupenda na wale wakutafutao kwa bidii watakuona, na unawarithisha mali wale wanaokupenda. Bwana majeshi, mchana wa leo nisaidie Bwana, nikupende kupita kawaida, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho ya kukupenda wewe Mungu ingie ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Omba kwa dakika, omba. Karama shakataya na moshika pa. Karame kapusia kataya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu, na Yesu Kristo mwokozi wetu na Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Bwana majeshi, watoto wako wamekaza kukupenda. Bwana uwaokoe na kuwaweka mahali pa juu, wainue, waokoe
na kuwapandisha juu katika jina la Yesu Kristo. Wafanya biashara wapandishwe juu, wafanya kazi wapandishwe juu, wajasiriamali wapandishwe juu, wenye huduma, waimbaji, wachungaji wapandishwe juu. Bwana, kanisa hili ulipandishe juu, uliinue juu zaidi katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti.